unazunguka tu bila kusonga mbele. 6. Ufanisi na utendaji bora. Sawa, mashirika mengi yana rasilimali chache: pesa, muda, watu. Utawala bora unahakikisha hivi vichache vinatumika vizuri ili kuleta matokeo makubwa zaidi. Sio tu suala la kufanya mambo kwa usahihi, bali ni kufanya mambo sahihi. 7. Utawala wa sheria. Hii ni rahisi na ya moja kwa moja. Shirika lolote linafanya kazi ndani ya nchi yenye sheria. Lazima zifuatwe. Na sio tu sheria za nchi, bali hata zile sera na taratibu za ndani ya shirika lenyewe. Ni kuwa raia mwema wa kishirika. Na ya 8 na ya mwisho ni kuitikia. Yaani, shirika zuri halifanyi kazi kama kisiwa. Linasikiliza mahitaji ya jamii, mahitaji ya wafanyakazi, mahitaji ya wafadhili. Na sio tu kusikiliza, bali linachukua hatua kulingana na yale linayosikia. Shirika lisiloitikia, mwisho wake linapitwa na wakati. Sawa, tumeona kanuni zote 8. Hiyo ndio ramani yetu. Sasa swali ni, je, ramani hii inageukaje kuwa jengo halisi? Hapa sasa ndipo tunapoona bodi ya utawala, timu yetu ya wabunifu ikiingia kazini. Fikiria bodi kama walinzi wa dhamira ya shirika. Kazi yao kuu ni kuhakikisha maono hayapotei. Wanasimamia fedha, wanafuatilia kama shirika linafanya kile lilichosema litafanya, na muhimu kuliko yote, wanamwajiri na kumuunga mkono yule mjenzi mkuu, yaani mkurugenzi mtendaji. Na kupata hawa wabunifu sahihi ni jambo la msingi sana. Haiwezi kuwa jambo la kubahatisha. Ni mchakato. Kwanza, bodi inajiuliza, tuna mapungufu gani? Tunahitaji mtaalamu wa fedha, sheria. Kisha wanaanza kuwatafuta watu wenye sifa hizo, wanawachuja na mwishoyo wanawateua. Lakini hebu tuwe wa kweli, safari hii sio rahisi kila wakati. Kuna changamoto nyingi. Wakati mwingine bodi inakuwa dhaifu, yani ipo kwa jina tu. Wakati mwingine kuna vita vya chini chini kati ya bodi na wafanyakazi. Na hatari kubwa kuliko zote ni pale mtu mmoja anapoanza kutawala maamuzi yote. Kutambua changamoto hizi ni hatua ya kwanza ya kuzishinda. Kwa hiyo, baada ya haya yote, unaweza kujiuliza, kwa nini tunajali kiasi hiki? Yaani, kwa nini utawala bora ni jambo la kufa na kupona kwa shirika? Hapa ndipo tunapofika kwenye kiini cha mambo yote. Hapa ndipo kila kitu kinaungana. Utawala bora sio tu kuhusu sheria na mikutano na makaratasi. Hapana. Ni kuhusu kujenga uaminifu. Ni kuhusu kuhakikisha shirika lako litakuwepo miaka mingi ijayo. Na la muhimu zaidi, ndicho kitu pekee kinachoweza kugeuza yale maneno mazuri kwenye dhamira yenu na kuyageuza kuwa matokeo halisi, yanayoonekana na yanayogusa maisha ya watu. Na sasa nataka nikuache na hili swali la kutafakari. Hebu fikiria hapo ulipo. Katika kazi yako, shirika lako, biashara yako, au hata mradi wako binafsi. Jiulize, nani ni mbunifu? Na je, ramani yenu iko imara kweli? Iko imara kiasi cha kutosha kustahimili dhoruba na kujenga kitu kitakachodumu?